Na Yesu asifiwe sana. Sasa huyo Roho wa Mungu anakaa wapi? Tumesema Mungu ni nini? Sasa huyo Roho yuko wapi? Nionyeshe Roho yuko wapi? Chapu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Barikiwe sana. Mpigie Yesu makofi kwa ajili yake. Huyo Roho. Kwa hiyo Mungu ni nini? Kwa hiyo huyo Roho ndo Mungu, si ndio? Tunaelewana pamoja? Kuna sehemu na kupeleka, nataka nikupe maarifa uwe giant wa kiroho. Kwenye mtaa wako ujue kama kuna mashine iko ndani yako, ukitikisa mtaa unatikisika. Ni vile tu hujajielewa wewe. Ujue kwamba una mamlaka ya kutamkia hata mtoto wako, hata tumbo lako, kama kuanzia leo ile tumbo halitauma tena. Ujue mamlaka imo. Hello? Huyo Mungu mwenyewe, yani utamzungumzia Mungu. Kuna mtu mwingine anawazia tukizungumzia Mungu wako wawili. Yani tukizungumzia kwamba Mungu anakaa ndani yetu, kuna mtu mwingine anawaza kwamba labda huyo Mungu anayekaa ndani yetu sio yule aliyeumba mbingu na nchi na vyote. Anawaza labda huyu ni mwingine, kwa sababu anapigia mawazo hivi. Hello? Hata kupiga sio, sikiliza somo. Kuna watu wanawaza vile, sawa, kwamba huyu Mungu ambaye aliumba kweli mbingu na ardhi na vyote hivi vyote, ndio huyu anakaa ndani yangu kweli. Yani kuna mtu hii somo alikai asema hapana, labda kuna mwingine aliyeumba na bahari, aliyeumba na mito na hii milima yote Kilimanjaro. Ndo huyu anakaa ndani yangu huyu. Sizani. Ndo yeye. Wewe hujajua tu ndo yeye. Si ni Roho. Umenielewa? Ndivyo ilivyo hata na shetani anayesababisha ajali, makombora, nini, varangati zote za dunia. Ndo huyo anaishi kwa wachawi na waganga huyo. Umenielewa vizuri? Halo? Wangapi unaanza kunielewa? Sasa hii itakupa ujasiri wa imani. Utaanza kujua kitu gani nifanye, kitu gani kumbe niko hivi. Halo? Ndo yeye huyo. Sasa sikiliza. Tumesema kwamba Mungu ni nini? Ni Roho, si ndio? Mungu ni Roho. Nenda ukanifungulia Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza, unaweza ukaandika Wakorintho wa kwanza 6:19. Wakorintho wa kwanza 6:19. Wakorintho wa kwanza 6:19. Yaani hapo tunaangalia Mungu huyo anakaa wapi? Jibu likatoka, anakaa ndani yetu. Tunataka tujidhibitishie, je, anakaa ndani yetu kweli huyo aliyeumba mbingu na nchi? Hii ukimwambia mtu ambaye haelewi, ukimwambia ustazi, ukamwambia nene, au wale ambao hawana Roho Mtakatifu, mtabishana mpaka kesho. Kwa sababu yeye hawezi amini, hawezi kusema Mungu aliyeumba vyote ndo anaishi kwa ndani yako wewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Rudia, mwili nini? Swali linaulizwa, sema amina. Amen. Kwamba au hamjui ya kuwa miili yenu ni hekalu, tuseme Kiswahili cha kisasa, ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Na tumesema Roho ndo nani? Kumbe Roho Mtakatifu ndo nani? Kwa hiyo Mungu anasema hamjui kwamba miili yenu ni nyumba anapokaa Mungu. Mungu aliye ndani ni nini? Aliye ndani yenu mliopewa na Mungu. Yaani huyo Mungu aliyoko ndani yako sio mali yako, ila amekuja kufanya makao kwako. Kwa nini? Atimize kusudi kupitia mwili wako. Halo? Ukishaanza sasa hapa kuna mtu mwingine anasema, ndo maana nimekwambia ukienda sehemu kama bila maarifa utashangaa mtu unaenda baba shuka, ashuke lini? Alishashuka, yuko ndani yako. Wewe amuru tu. Baba shuka, mponye, aponye tena. Kutoka wapi? Unaye. Mpaka malaika wanakushangaa, huyu vipi? Haelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema huyo Roho, andika tena Wakorintho wa pili
sura ya 6:16. Sura ya 6:16. Wakorintho wa pili sura ya 6:16. Wakorintho wa pili sura ya 6:16. Bado tunamwangalia huyo Mungu roho anaishi wapi? Wakorintho wa pili. Karibu. Tena pana mapatano gani kati ya nyumba ya Mungu na sanamu? Nyumba inayozungumzwa ni nini? Mwili wako. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kwa maana sisi tuko nyumba ya Mungu aliye hai, yani yule Mungu anayeishi. Mimi ndo nyumba yake na wewe ni nyumba yake. Huyu aliyeumba maziwa, bahari, nyangumi, papa upanga, samaki, sangara, sato, zote nyangumi, ndo huyu ambaye anaishi ndani yako. Ukishaokoka yule roho anakaa ndani yako, sababu roho anatafuta pa kukaa. Palipookoka, palipotakaswa anakaa. Kwa hiyo unatembea naye. Halo? Unanielewa vizuri? Wangapi wanaanza kuelewa kwamba Mungu anatembeaga naye? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na katikati yao nitatembea. Sikiliza, hapa nikiwa mahali hapa, yuko ndani yangu. Nikisema sasa naachilia nguvu ya kujaza Roho Mtakatifu, ndo anachukua hatua ya kutembea katikati yetu. Sasa anaanza kutembea hivi kama rusha, anakuta aliyefungua moyo, anamgusa, pokea hiyo lugha hivyo. Lakini atakaa ndani yetu na katikati yetu atatembea. Roho anaweza kuwa chochote, mahali popote, wakati wowote. Ndo maana alimwambia Musa, wakikuuliza waambie mimi niko ambaye niko. Tafasiri ya niko ambaye niko, neno hilo nini? Anasema mimi ni Mungu ambaye anaweza kuwa chochote, mahali popote, wakati wowote. Mungu anaweza akageuka akawa chochote. Unaweza kukuta ni kababu kamekaa, kumbe ni Mungu amekaa pale. Naomba ka 200, kumbe ni Mungu. Au mwingine ana libegi, ameshuka tu, amekuja amejifanyisha libegi lilambo. Kijana nisaidie begi langu nisogezee pale. Sasa wewe na kiburi chako unasema si wakubebee tu. Anatikisa kichwa, maskini. Ulikuwa unabarikiwa, mimi Mungu nimekuja. Wewe unadhania umempita mzee, kumbe umempita Mungu, yuko stand pale. Amejigeuza. Mungu anipe neema, atakufundisha somo viumbe vya roho vinavyojigeuza na wachawi wanavyoroga watu kujigeuza geuza. Wengine anakuwa paka hapanya. Si rohoni. Rohoni unaweza ukageuka ukawa chochote. Kuna wakati nageukaga na kuwa simba, na kuwa tai, kwenye maombi usiku na kuwa chochote. Unavyosema nageuka na kuwa kama ukifunua macho naona umegeuka. Shwa! Sio wewe, sasa unajiuliza nitarudishe tena kwenye mwili nimeshakuwa simba. Ukiwa na hofu unaweza ukasema Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza, nami nitakuwa Mungu wao. Anasema nami nitakuwa Mungu wao, na wao watakuwa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu wa aliyeumba mbingu na nchi, na huyo mwingine anaweza akaja ni house girl nyumbani, kumbe ni Mungu anaishi pale nyumbani kwako, lakini hawajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mtu huyo, imeandikwa kama mimi nitakaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma tena Wakorintho wa kwanza 3:16 mpaka 17. Nataka hapa nikudakishe kitu kimoja ili uweze kujua huyo Mungu. Aro! Acha mambo yako ya kusinzia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili uweze kuwa kitu kimoja ambacho unajitambua Mungu uliyembeba ni wa namna gani, na uanze kutisha kwenye mtaa wako bila kujijua, bila kumjua na Mungu, utapigwa, utaviringishwa na wachawi na nguvu za giza mpaka utachoka, wakati Mungu mwenyewe anakushangaa. Uwezi ukawa kwenye madhabahu ya moto kama hivi na ukawa na maarifa afu ukapigwa na wachawi, haiwezekani. Nasemaje? Amjui ya kuwa nyinyi mmekuwa nyumba ya Mungu na kuwa roho wa Mungu. Huyo roho wa Mungu ndo huyo nani? Mungu. Sema amina. Na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani. Yani kuna mtu mwingine hapa anaona kama maandiko yani kama migazeti,
ayakai, yani aelewi, yani ajiuliza huyo Mungu huyu kweli huyu yani huyu Mungu aliyeumba na watu, aliyeumba na konokono, ndio huyu anaishi ndani yangu huyu? Yani hayamuingii, ni kama maneno na ngoma kuingia hivi. Jua kama ni aliyo na kupiga ufahamu usijitambue. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu. Anasema la kama mtu akiharibu nyumba yangu. Ngoja nikwambie, hakuna kitu cha thamani ukiwa hapa duniani mbele za Mungu kama mwili wako. Kuna watu hawaelewagi hivyo. Ndio maana watumishi wengi kwa sababu ya kuongoza shetani wanasema eti Mungu anaangalia roho. Mungu hawezi kufanya kazi zote duniani bila mwili. Mungu anauthamini sana mwili hapa duniani kuzidi roho. Roho anaithamini sana kwenda mbinguni, lakini duniani ili atimize kusudi mpaka apate mwili. Ndio maana hata mchawi akitaka ukuzofisha kwenye mambo yote, atakuletea udhaifu wa mwili ili mambo yasiende. Akitaka ukufungia ratiba zako, kazi, huduma, uchumi, analeta magonjwa ili mwili wako uwe dhaifu, ili usitimize kusudi. Anaweza kawa anajua, ndio unajua kuomba vizuri, unajua kwenda na kutoa na sadaka, ila atakupiga stroke. Utaenda wapi kanisani? Anajua uendi tena. Yaani anachokizofisha ni mwili. Roho yako iko sawa, lakini anajua kanisani hautashiriki ibada. Kwa hiyo mwili, ndio maana shetani ili akamilishe jambo lote naye anatafuta nini? Mwili. Mungu ili akamilishe lengo lake anatafuta nini? Mwili. Mwili ni wa thamani sana ukiwa hapa dunia. Sema amina. Amen. Mwili ni wa thamani sana ukiwa dunia. Ndio maana Mungu, wasikudanganya watumishi wapiga paranja kwamba Mungu anaangalia roho peke yake. Mungu ni wa thamani mno mbele za Mungu kwa sababu hapa duniani, kwa sababu Mungu anajua bila mwili hawezi kutimiza kusudi. Ndio maana hata shetani alivyokuja kumjaribu Adamu na Hawa, alitafuta mwili wa nyoka, kaingia ndani ya nyoka ili aende kuzungumza na Hawa. Si kama unaelewa. Mwili una thamani mno. Ndio maana Biblia inasema kwamba atakayeharibu hekalu langu, manake mwili wa Mungu, na mimi nitamharibu mtu huyo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni nyumba ya thamani sana mbele za Mungu. Sasa anasema kuiharibu. Sasa hivi ni kuingiza tena kwenye issue hii ya mapambo makorokoro. Kwa nini Mungu anazuia watu wasiweke makorokoro kwenye ile mwili wake? Kwa sababu yeye nyumba yake alivyoiandaa, yeye ndio fundi, aliye designer, ndio designer wa nyumba. Mwili wako yeye ndo ameudesign kwamba uwe hivi. Sasa unapofika duniani unaubadilisha, unajikoboa ngozi. Tafasiri yake ni sawa na mtu umeenda kupanga guest, unaishi guest, umeenda tu guest, halafu